kama sio mimi mimi nitamuunga mkono kama sio mimi. Kati hao wote tumesema mimi nitamsupport, nitamuunga mkono ndugu yangu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Now, hautaamini haya. Alright? And ukisikiza vizuri interview ambayo Morara Kibaso alifanya, ukisikiza vizuri interview ambayo Osoro aliweza kufanya, ukisikiza vizuri maongezi yake Cleophas Malala, utaelewa kenye nataka kusema. Alright? So, and kuna uwezekano mkubwa upinzani ikagawanyika mara mbili. Kwa nini nasema hivi? Right? Ukisikiza ile interview ambayo Morara Kibaso aliweza kufanya, alisema wazi kwamba iwapo Fred Matiang'i atachaguliwa kama deputy, right? Kama deputy president, kuna uwezekano mkubwa akatoka katika upinzani. Na atatoka kwenda wapi? Ukisikiza pia Malala akizungumza, anasema wazi kwamba sisi tumeamua mwenye atakuwa kama deputy president si mwingine bali ni nani? Ni Edwin Sifuna. Achana na hiyo interview, pia kuna interview ambayo Osoro aliweza kufanya, akasema Matiang'i, iwapo kama unataka kuwa rais wa hii nchi, mahali ambapo utapata ni kuunga mkono serikali. Alright? Hata kama watu wamezungumza sana, wakasema Matiang'i hawezi akaingia serikali. Alright? Linda mwananchi wakiwa katika Kisii. Matiang'i, tunaona Matiang'i anapiga picha na watu wa upinzani. Na watu wa upinzani, tuseme upinzani saizi sababu wako katika serikali, nazungumzia watu wa ODM. Iweje sasa Matiang'i unaenda kupiga picha na watu wa ODM huku Linda mwananchi ikiendelea Kisii? Hakuna picha ya mwanasiasa anaweza piga tu picha akapost. There is something, there is information yenye inapass. Si kama mtu ordinary, sisi watu wa kawaida ambao tunapatana unapiga picha na mtu. No, there is a strong message yenye watu utafuta. Labda anataka kutupima, anataka kuona after tumeipost hii picha, tumeipiga hii picha, anataka kupima watu, mentality of people, watu watasema aje? You never know, ni kupima watu kwanza. But the reality is Uhuru Kenyatta ambaye ni kiongozi wa Jubilee, alright? Kumbuka ndio candidate wake ni nani? Ni Fred Matiang'i. Sasa Uhuru Kenyatta kamwe hawezi sema Matiang'i aunge mkono akina Kalonzo, akina Sifuna alafu akae. Hawezi. Kumbuka rais pia anataka kulinda aliyekuwa rais, nazungumzia Uhuru Kenyatta, anataka mali yake ilindwe na mali yake ndio iangaliwe, right? Lazima kuwe na mtu katika serikali. So hawezi kubali Matiang'i aunge mkono wale ambao wako upinzani, sababu at the end of the day nani atamwangalia mali yake? And that is the main point about former president Uhuru Kenyatta anatafuta. Politics is all about interest. Kama hakuna interest yako hapo, unaenda mbio. You can't stay where there is no interest. Kama hakuna interest yako, huwezi kaa hapo. Alright? What I'm telling you ni information ambayo nimepata, and hii information it will come to pass. It will come to pass. Right now, ukiangalia body language, hata ukiangalia tu vile Gachagua saizi anafanya. Gachagua ukiona akizungumza saizi asha give up in
in kuwa kama president, kuwa kama candidate wa president, already asha give up. Kama wewe ni mtu ambaye anaangalia mtu body language na kuelewa mambo ya siasa Kenya hii. Sasa kinasemekana, ripoti yenye tunapata haya, Gachagua has already settled kwa Kalonzo. So right now upinzani wamesettle na mtu mmoja, which is Kalonzo, mwenye atakuwa kama rais. Hiyo ni obvious, that is obvious. Wamesettle sasa na mtu mmoja, which is Kalonzo Musyoka kama president. Mahali kuna shida ni hapa, nani atakuwa deputy wa Kalonzo Musyoka? That is a big question. Tuko na nani hapa? Tuko na Matiang'i na tuko na Sifuna, ambao saizi ukiona ndio sasa watu ambao tunaweza sema watakuwa. But pia ukiangalia kwa undani sana, Gachagua na wengine wanaprefer nani? Wanaprefer Edwin Sifuna kuwa kama deputy president. That is obvious. If umekuwa ukifuatilia siasa, ukiona vile mtu anaongea, anazungumza, it's obvious that Gachagua upande wake ana support Sifuna kama deputy president, and they have already settled kwa Kalonzo kama the president. Now swali naingia hapa, Matiang'i atakubali kuunga mkono ama hatakubali? And the answer is no, hatakubali. That is why nakwambia come 2027 usishangae Matiang'i ameingia katika upande wa Kenya Kwanza. Take that to the bank. Take that to the bank. And that is and that's true. Even the politics kuwa where kuna interest ndio wanasiasa wanaenda, na hakuna uadui kwa wasiasa. Mtu asikwambie ati wanasiasa sijui Matiang'i saizi anasema sijui gava saidia nini na nini sijui bla bla bla. No, hakuna uadui kwa siasa. Take that to the bank.